Ah. Shikamoo baba. Salama. Baba, nilikuwa nimeandaa chai. Sasa naweza nikakuletea? Sawa, naomba uniletee tu huku chumbani moja kwa moja. Sawa, haina shida. Karibu. Karibu. Baba, chai hapa. Oh, sana. Nimesahau sukari, ngoja nilete. Basi haina shida. Haya, sasa. Baba, samani nimeingia bila kugonga. Okay, usijali. Sukari nitie kwenye chai tayari. Kijiko kimoja peke yake kinanitosha. Sawa. Kwa nini Pendo uliondoka kwenye maisha yangu? Kwa nini ulienda? Leo hii mimi ni wa kuhudumiwa na mjakazi kweli? Nimekukumbuka sana Pendo. Sijui hata uko wapi. Umeenda mbali sana. Sijui ninakupata wapi Pendo.
Wewe Pendo. Wewe Pendo. Abe. Leta hiyo simu. Hebu namba hiyo simu. Kwa nini? Kwa nini mpenzi? Pendo, ni nini hicho ninachokiona huko ndani? Hamna kitu. Ni nini hicho? Huyo Imax ni nani? Yaani mimi nikitoka na wewe unaingiza watu wengine chumbani kwangu. Hapana mpenzi. Yaani unaleta watu wengine chumbani kwangu. Hapana. Ni rafiki tu. Mimi nikitoka na unatoka. Hapana mpenzi, tafadhali. Naomba nisikilize. Hapana. Huyu sio mtu wangu. Umekosa Ni nini rafiki kwangu? yangu. Hapana, sitaki kusikia. Huyu sio mtu wangu. Unanisaliti. Just a friend. Yaani nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Halafu nafanya vitu vya namna hii. Hapana. Sitaki kusikia, sitaki kuelewa. Yaani sitaki. Barua. Ninatoka. 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 Sitaki nikukute hapa. Tafadhali naomba nisikilize. Suzi binti yangu, Suzi binti yangu, ha 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 ha, utanifahamu hivi punde binti yangu. Suzi, kuna shida? Hamna shida baba. Nimesikia mazungumzo yanaendelea huko. Kuna nini? Hamna kitu chochote. Okay. Basi sawa, haina shida. Ngoja mimi nimalizie kujiandaa, then nitakuwa ninatoka. Sawa. Basi sawa, haina shida. Sawa. Karibu. Karibu. Naona mna friji hapo. Mnauza vinywaji mbalimbali. Yeah, ndio. Naomba nipatie kevanti ndogo mbili. Hapana, sisi hapa tunauza maji na juisi fresh. Lakini samahani, Kevan tunaenda kutumia wewe. Kwa nini? Basi sawa kama hauna. Hapana, samahani, naomba kuongea na wewe dakika 2 tu. Tafadhali, sitokupotezea muda, tunaomba tuzungumze. Samahani, naomba uniambie kwa nini unataka kutumia Kevanti na nikikuangalia wewe ni binti, ustahili kabisa kutumia vinywaji kama hivi. Ujui tu dadangu. Pole. Nimepitia mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Pole. Nimepitia vitu vingi sana ambavyo ni vya ajabu na vya aibu ambavyo hata sistahili kusogea mbele za watu. Pole, usijali. Dadangu, nimefanya kila niwezalo. Nimeuza mpaka mwili wangu kwa ajili ya kufanya harakati za maisha ili ziende. Pole. Lakini yote niliyofanya ni kazi bure. Pole. Yote yameishia tu kuniumiza mimi mwenyewe. Pole. Mpaka sasa sina ambacho kinaeleweka wala ambacho naweza nikafanya kwenye maisha yangu. Sina hata pa kwenda. Pole, usijali. Usijali. Bado una thamani. Hapana, sina thamani. Hapa nilipo nina virusi vya ukimwi. Bwana Yesu alikufa msalabani ili aje akusaidie wewe, akuponye wewe. Nina HIV hapa nilipo, sijui kama ninaweza nikaishi tena. Usijione tayari ni duni, ukajiona dhaifu, ukaanza kujihukumu. Bwana Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Ninaomba baadaye nikupeleke kwa mchungaji wangu akakuombee. Atanisaidia kweli? Atakusaidia, utakuwa bora, utapona, utakuwa na maisha yako yale yale ya mwanzo. Asante.
unastahili vitu vizuri. Wewe ni bora, wewe ni shujaa. Pole. Haya bwana jamaa. Bwana Jackson. Habari bwana. Mambo yanaendaje? Majukumu yanasonga? Za kazi. Jamani kwema jamani. Mambo yanaendaje bwana? Habari ya majukumu? Salama kabisa. Kazi zinasonga? Zinasonga basi nyumbani. Ni nzuri. Nimepitia hapa kidogo. Nilikuwa niko kule ofisini, kuna baadhi ya vitu nilikuwa nafuatilia. Nilikuwa nafuatilia baadhi ya document. Bwana nataka hapa kidogo ni panue hii kazi. Kweli kabisa. Ili kidogo tuone mambo yanaendaje. Unajua nina jambo langu kwa mwaka huu nataka nioe. Bosi, nimefurahi sana kusikia hivyo sababu ni jambo ambalo nilisubiria kwa muda mrefu sana. Kabisa. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nafuatilia ili kidogo tuongeze baadhi ya vitu, tubadili baadhi ya mazingira ili angalau kipato kaongezeke kidogo hapo. Kwa hiyo inahitaji harusi hela pia. Kabisa. Lakini vipi kuhusu dada wa nyumbani, mbona kama vile sio shemeji? Bwana Jackson bana, hapana. Yule bana ni mtoto wa rafiki yangu. Yes, alikujaga kuniona nisaidia baadhi ya majukumu na ukisha pale nyumba inakaa vizuri. Unajua tena mambo mengi huku na kule. Kwa hiyo naweza nisipate nafasi nzuri ya kuangalia mazingira. Kwa hiyo nimemweka pale ili anisaidie baadhi ya majukumu. Ya kabisa. Kwa hiyo kuna shemeji mwingine? Ya bana, tuombe tu Mungu, inshallah Mungu akisaidia bana. Kwa hiyo sawa, nitakupigia ili tuone namna gani ya kufanya vitu, ili tuangalie tutaongeza wapi, tutafikia wapi. Ngoja nimalizie kukamilisha taratibu alafu nitakurudia. Sawa? Sawa, majukumu mema bana. Haya, wasalimie sana wale wengine. Haya, kwaheri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tutajifunza mada nzuri sana. Mwambie mwenzako mada nzuri sana. Mada nzuri sana. Na leo kutakuwa na kichwa kinachoitwa namna zinaa inavyoharibu kizazi cha sasa. Sema baba. Na kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 38 ni andiko letu la msingi leo. Hapo kwenye Marko 8:38 anasema, kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mimi nami nitamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika ufalme wa baba yangu. Maana yake kuna zinaa na dhambi. Yesu alizipa utofauti kiasi kwamba zinaa ni dhambi yenye uzito kuliko dhambi zingine. Na ndio maana zinaa ina hatari kuliko dhambi zingine zote. Ukiangalia ina hatari katika roho, ina hatari kwenye nafsi na ina hatari kwenye mwili. Kitabu cha Methali sura ya 6 na ule mstari wa 32, Maandiko yanasema azinia na mwanamke hana akili kabisa. Anafanya jambo litakalo muangamiza nafsi yake. Maana yake kila anayezini anaangamiza nafsi yake. Sio tu kwamba unapata madhara rohoni, lakini kuna madhara kwenye nafsi. Amina. Nataka ufahamu kwamba kila ambaye anakuruhusu, kila ambaye anakusukuma kuingia kwenye uzinzi ni mtu ambaye anakukosesha maisha. Unayapoteza maisha yako na akili zako kupitia uzinzi. Kweli kabisa. Na sio nafsi tu, mpaka mwili. Zinaa ina madhara kwenye mwili. Na ndio maana mtu anapata mimba, anapata magonjwa ya zinaa kama HIV. Kutumia kondom ni kitu kizuri. Kinaweza kikazuia mimba, kikazuia HIV, lakini hakiwezi kuzuia roho chafu kuingia. Azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mwambie mwenzako hana akili kabisa. Hana akili kabisa. Ya, kwa hiyo leo kama umelisikia neno hili, amua kubadilika. Kama ulikuwa unaishi maisha ya zinaa, unaweza ukampa Yesu maisha yako na akaamua kukusaidia kuanzia leo. Yuko Roho Mtakatifu ambaye anakupa nguvu ya kuishinda na kuikataa dhambi. Na kama mmoja wetu mahali hapa ambaye anatamani kuweza kumpokea Roho Mtakatifu na kuweza kumsaidia kwenye ushindi dhidi ya dhambi, naomba unyoshe mkono wako ulipo. Amen. Basi nitawaona, naona kuna watu kadhaa wamenyosha mikono. Nitaomba na nyie, nitaomba tukutane baada ya hapa na nitawasaidia. Nitawafundisha mambo yatakayowasaidia ili kuweza kuishinda dhambi kabisa. Nani amenielewa? Unaweza ukampa makofi Bwana Yesu. Mwambie mwenzako hongera sana kwa ibada. Hongera sana kwa ibada. Nani anasema kwamba leo amenielewa?
Mungu atageuza kabisa maisha yako. Hautakuwa na maisha ya kawaida katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na nitaonana na watu ambao wanatamani kubadilika kwenye hili eneo. Hivi baba, wewe nataka nikuambie kitu. Niambie mama. Wewe unaona jirani ana mama. Hivi na mimi lini utaniletea mama? Ila Suzi. Yaani unajua ulivyosema ni kama vile ulikuwa akilini mwangu. Moja ya jambo ambalo linaniumiza kichwa sana kwa sasa, nataka nione. Nataka nikuletee mama. Yaani unajua umekuwa kama nabii vile, ile kuzungumza hivi nasema vipi? Pita hivi. Sema nina wazo hilo na natamani Mwenyezi Mungu akijalia mambo yaende vizuri. Ndani ya miezi michache hapa tutakuwa tunamleta mama mjengoni. Kabisa. Kwani unakaa unaniletea mama? Ya, nitakuletea. Nasema umenishangaza kidogo, nikajiuliza umejuaje kwanza? Yaani au wewe ni nabii vile wale tunawasomaga kwenye maandiko sijui nini manabii, au nawe sasa hivi ni nabii? Unajua sio shida, ila nafikiria kama miezi 6-4 sio mingi tutakuwa na mama mmoja. Ya, tuombe dua kwa kweli, nafikiria hivyo. Mungu akinijalia tutakuwa na mama huko ndani bana. Wewe niombe tu. Sema umenishangaza sana. Kwa hili tu bana, kuna zawadi yako. Kweli? Kuna zawadi yako nakwambia. Yaani wewe niombe tu Mungu anisaidie. Baba, kweli kuna zawadi? Kabisa. Ndio zawadi gani? Tulia bwana, tuliza upepo, tulia. Hii ni surprise. Ni surprise kabisa. Kwa hiyo hata usijali, sawa? Sawa. Ngoja nisubiri hiyo zawadi. Kabisa, hata usijali. Chakula cha leo kweli kitamu kweli. Sema ila nimeshiba hapa, naona sasa naanza kuwa na kitambi kabisa hapa kwa kweli. Asante sana kwa chakula, naona mimi niko vizuri. Unajua michosho ya siku binti yangu. Mambo ni mengi kidogo. Ngoja nikapumzike kwanza kwa ajili kujiandaa kwa ajili ya kesho. Kuna baadhi ya mahesabu nikafunge kwa ajili ya kesho. Asante sana kwa chakula binti yangu. Nadhani utakie usiku mwema binti yangu. Kwako pia baba. Asante sana. Haya. Kiribwino. Yebo mkuu. Mtukufu mwenyekiti, ile nyota njema tulikuwa tunaisubiri ndani ya muda mrefu, leo nimeileta, imerejea kilingeni. Basi sasa nayo itakalia kiti cha umalikia.
Malkia, kuna mtihani mmoja tu. Unatakiwa kutuletea nyota ya mji inayoitwa Richard. Ukifanikiwa utaishi, ukishindwa utakufa. Nitawezaje kufanya hivyo? Utafanya hivyo kwa kuliharibu kanisa la Pastor TB. Wapi mdau? Natoka tu hapo mara moja, kuna kitu naenda kufuata hapo nje. Ila siku hizi sikuoni. Mbona nipo? Acha basi. Mimi nipo. Tuachane na hayo ya upo haupo. Hapa unavyoniona mwenzio. Afadhali. Yaani unavyoniona mwenzio hapa. Nina ubuyu. Ubuyu gani tena? Bosi wetu. Bosi wako wewe? Nakwambia juzi. Alikuja pale akawa anataka kuoa. Acha basi. Wewe bosi wako wewe? Sasa hivi anataka kuoa eti amechoka na yeye. Anamuoa nani? Pendo. Pendo. Huyo. Habari ndio hiyo. Ila tuachane na hayo yote 9:10. Nimekuja hapa leo. Ninalo jambo la kukwambia wewe. Jambo gani? Bimshongono. Nimekuwa hayo. Jambo gani hilo? Kuhusu huyo? Si ndo bwana wako, si mume wako huyo? Tafadhali. Sasa usiniambie tafadhali, sijamaliza kuongea. Sijamaliza kuongea. Mume wangu amefikaje hapa? Subiri kwanza nimalize. Mwambie huyo mume wako, sijui ndo bwana wako, maana unapomtetea kama malaika wa Bwana. Ni mume wangu, lazima hajashuka mbinguni, yule amezaliwa kama binadamu wengine. Mume wangu lazima nimtetee. Ndio hivyo sasa, sio peke yako. Ngoja sasa, nini hujanisikia au? Kwamba nini? Ina maana hujanisikia. Amefanya nini? Mwambie huyo bwana wako, sijui mume wako, aache kutembea na wake za watu. Atakufa. Hayuko peke yake, kwa taarifa yake. Huyo ni mume wangu. Unayemzungumzia hapa ni mume wangu ujue. Kwa hiyo akiwa unanivimbishia. Kwa hiyo unamtaka, si ndio? Unanivimbishia kifua. Hata kama namtaka. Mimi naweza kufanya kitu chochote kile. Naweza kufanya chochote. Utaifanya nini wewe? Mimi ndio maana naweza kufanya chochote. Ukiwa gani nashindwa? Jeshi mbinti. Yaani nyumbani kwangu mimi, nyumbani kwangu unanipatia tena hicho kidole chako binti. Hebu afu ngoja nifundishe hata. Mjongo. Tutafanya na wewe. Sasa. Yaani mimi huyu lazima achana na sisi kabisa wewe. Sikiliza wewe. Niame niende wapi? Siami, siondoki. Utaama huko wewe. Wakupenzika mtakuwa nyinyi. Wewe gani unamwona huyo?
Nenda ndani mkono. Nenda ndani. Nenda ndani, sawa? Nenda ndani. Sitaki Bwana nichukuliaje mimi wewe? Sitaki kelele yoyote hapa. Unasikia? Hebu nenda ndani. Hujamalizana na mimi nini? Ukweli ndio huo na siondoki. Wewe unasemaje kweli? Acha na kabisa. Nenda ndani. Nenda ndani. Wakupenzika mtakuwaje? Nenda. Wewe usikie niko. Nimesema mkangu nenda ndani, sawa? Utakuja na kitu. Tutaongea ndani, sawa? Tutakuja mzungumze. Tekra, habari ya kazi? Nzuri bosi. Mambo yanasonga? Mambo yanasonga kabisa, sijui wewe. Mimi niko vitu sijamuona Jackson, ameelekea wapi? Jackie ametoka hapo nje sasa hivi, hujakutana naye? Sijamuona, labda itakuwa na mambo kadhaa. Na hisi itakuwa yuko maeneo haya, hajaenda mbali. Kazi inaendaje? Kazi zinaenda vizuri kabisa. Mapya gani sasa hapo? Bosi, mimi mapya yangu ni sasa hivi nimeanzisha tu biashara kangu kama hapo unavyoona hapo, nauza perfume nini. Kumbe? Okay. Ila bosi nimekumbuka. Tuachane na mambo ya perfume. Sasa hivi nimekumbuka, nilisikia unataka kuoa. Kweli bwana, rafiki yangu niko kwenye huo mchakato. Ninaendelea kufanya maandalizi hapa. Usiniambie. Kabisa. Tena nimekumbuka. Hapa acha nikwambie, nilitue. Bosi, sasa hivi unajua kama Pendo yupo kanisani kwetu ameokoka? Pendo yule. Chuma hicho unachokijua. Yule Pendo. Bosi, mimi nitakudanganyaje bosi? Uniamini au? Kanisa gani unasali? Hapo kwa Pastor TB. Nakwambia sasa hivi yani huyo Pendo unayo yani sijui hata nikuelezeaje Mungu wangu. Kwa sasa hivi ni mtu wa kanisani. Yaani Pendo amebadilika. Hebu nipe namba yake. Ila bosi, kwanza makubaliano. Unaniungisha perfume nakupa namba. Usijali. Namba perfume. Vitu vidogo hivyo. Perfume nitanunua. Usijue ukaniangusha. Hapana, usijali. Uhakika yani 100%. Sawa. Sawa, mna shida. Najua huwezi kunitupa. Nisaidie namba yake hapa kidogo afu nitamtafuta. Huyu anzani mambo yatenda vizuri sasa hapa kama mimi. Yaani usijali kabisa. Yaani Sasa. Nasitaki kuikosa hiyo. Mambo yatakuwa vizuri. Sasa? Hapa. Okay. Mimi nitamtafuta. Nataka nikamtafutia mapema hii kabla mambo hayajaenda mengi. Sasa, mimi nikuacha majukumu mema bwana eti. Haya bosi, karibu. Sawa. Haya. Kumuua baba yangu Richi? Kuvuruga kanisa la Pastor TB? Ila inaonekana hicho kiti cha umalikia ni kizuri. Usiogope, umeanza vyema Malkia. Nimekuja kukuletea vitendo vya kazi ili uanze kazi yako. Kumbuka, unatakiwa kuhakikisha ndoa kati ya Rich na Pendo haifanikiwi, na unatakiwa kulivuruga kanisa la Pastor TB. Dawa nyeupe kwa ajili ya mvuto, dawa nyekundu kwa ajili ya kuoa. Nitafanya yote uliyoniagiza ili kuweza kukalia kiti cha umalikia. Kiribwino. Yebo mkuu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Bwana asifiwe. Amina baba, shikamoo baba. Marhaba, karibu sana. Asante. Samahani baba. Nimeambatana na rafiki yangu hapa. Ana changamoto kidogo, naomba umsaidie. Amekuwa ni mwathirika wa dhambi ya zinaa. Lakini pia amekuwa ni mwathirika wa magonjwa yanayotokana na dhambi ya zinaa kama ukimwi. Sasa imefika wakati akataka kujiua. Nikaona suluhu ni kumleta kwako umsaidie. Ndio baba. Sawa. Bwana Pendo, kwanza hongera kwa kuokoka. Lakini pia kitu kingine, Aileen, umefanya jambo jema sana. Kuweza kumleta katika nyumba ya Mungu, na ninaamini umepata rafiki mzuri sana. Pendo, umepata rafiki mzuri. Huyo ni mtu wa kumshikilia kwenye maisha yako. Lakini jambo moja ambalo nataka ulizingatie ni kwamba ukisoma Biblia, kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda
ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maanake ili andiko nasema kwamba Mungu anatupenda mpaka akamtoa mwanaye wa pekee, ili sisi tusipotee, lakini tuwe na uzima wa milele. Na maanake kuanzia leo kuna namna unatakiwa kuyabadilisha maisha yako na kuwa na matumaini juu ya Kristo. Maisha yako yatageuka kabisa. Na kuhusiana na magonjwa ambayo umeniambia una magonjwa, una ugonjwa HIV, hakuna ugonjwa mkubwa wala mdogo mbele za Mungu. Kwa mimi nitakuombea hapa kidogo tu, nao utaona matokeo kwenye maisha yako. Utapona na utakuwa na maisha mazuri sana. Yeah. Na nafikiri tuombe. Baada ya hapo Mungu atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya Pendo na kwa ajili ya Aileen. Asante kwa ajili ya maisha yao. Asante kwa ajili ya mkono wako juu yake. Ninaomba kila aina ya ugonjwa, iwe ni HIV au magonjwa mengine ya zinaa, ninaamuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ninatangaza kuanzia leo yuko huru mbali na kila aina ya magonjwa. Ninaamuru ewe HIV uliyekaa ndani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, mwachie kuanzia muda huu. Natangaza uzima, natangaza afya, natangaza mkono wa Mungu juu ya maisha yake. Kuanzia sasa uko huru mbali na dhambi na mbali na magonjwa. Mungu amekuponya na utafanya kazi ya Mungu katika viwango vikubwa. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na tayari uko sawa. Kwa hiyo unaweza ukaenda kuhakikisha tu hata kwenye vituo vya afya utakuta hali nzuri. Hivyo tu imetosha. Unajua hakuna, kama nilivyokuambia, hakuna ugonjwa mkubwa wala mdogo mbele zangu. Hata nisingeweza kukuwekea mikono. Maandiko anasema yeye hulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa watu kwenye maangamizo yao. So ilitosha tu kukuambia neno na ukapona. Kwa hiyo mpaka nimekushika mikono, manake ni uhakika kabisa kwamba hakutakuwa na ugonjwa tena kwako. Sawa? Amini tu na kila kitu kiko sawa. Mungu awabariki sana. Amina baba. Amen. Amen. Sawa. Mimi ngoja niendelee na shughuli zangu hapa. Tutazidi kuongea na tutazidi kuwasiliana. Mungu awabariki. Ndio pasta. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Asante na shukuru. Hongera sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mazazi mmekutana na nini huko kwenye upande wenu ambao mlikuwa kule? Tunamshukuru Mungu, tulivyopita Tungi tumewashuhudia watu 10. Tumepita Adiwea na wenyewe wameokoka watu 10 na wamekubali kuungana na sisi Jumapili. Kwa kweli sisi pia upande huu tumemwona Mungu leo. Yaani kile ndio tunapoenda wingu limefunguka. Amen. Watu wanampokea Yesu na tumekutana na watu kama 25 hivi. Wamekubali kuokoka na tutakuwa nao ibadani. Amen. Ndio. Vipi sasa? Naona muda umeenda kidogo. Muda umeenda. Tunataka tukahitimisha shughuli yetu. Lakini vipi, huu mtaa mmepita nyumba zote? Huku sisi tumemaliza kazi na nyewe huku mmemaliza. Tumalizie walau hizi nyumba 2. Then turudi kanisani. Tupite hiyo mtaa Kigorofani. Tumalizane nao alafu tutawanyike. Sawa, next tutumie muda mfupi tu kama dakika 10 hivi tumalize alafu turudi kanisani tupeke ripoti kwa baba. Nice, itakuwa jambo zuri sana. Asante sana. Asante. Yesu anaweza. Ni vyema. Kama wanatafuta sana na shetani. Lakini wanavyobadilika. I see kwamba ule mtaa wa Hadiwea wangapi wameokoka? Mungu anaweza. Mungu anaweza. I see. Nimependa sana. Baada ya kuomba najisikia mwepesi. Dada, habari za uzima? Salama, karibuni. Nashukuru kukutana na wewe. Tupo na watumishi wa Mungu kadhaa hapa. Tulikuwa tunashuhudia. Tumeleta habari njema na tumekuja kukushirikisha kwa habari ya upendo wa Yesu Kristo. Sijui kama unaweza ukanipa dakika 2 tu tukaongea na wewe haya mambo. Naweza nikaendelea? Asante. Dada yangu, kwenye haya maisha ili ufanikiwe unahitaji kuwa na mambo 5. Jambo la kwanza ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukisoma kitabu cha Yohana
Mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 12, neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wote, sio wa Tanzania tu. Wa Italia waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Najua hapo ulipo una maswali na unatamani kujua unawezaje kumpokea Bwana Yesu. Kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 10, neno la Mungu nasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kuhesabiwa haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ukiamini toka ndani ya moyo wako kwamba Yesu alisulubishwa na akafa kwa ajili ya dhambi zako, na ukakiri kwa kinywa chako kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokoka na utaingia ndani ya Yesu Kristo. Je, upo tayari kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Niko tayari. Asante sana. Umefanya maamuzi mema na bora na ya thamani. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mchungaji wetu, atamuongoza sala ya toba, lakini pia Jumapili utakuja ibadani. Mchungaji, karibu. Asante sana mchungaji. Dadangu, Mungu akubariki sana kwa uamuzi mzuri ambao umeuchagua kumpokea Yesu. Kwa hiyo natamani tuombe pamoja. Kuna maneno kadhaa nitasema na wewe utarudia, ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kukupatanisha wewe pamoja na Mungu, na baada hapo utakuwa umeokoka na utampokea Yesu. Lakini nzuri zaidi, ukimpokea Yesu kuna kitu kinaitwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani unaweza ukaamini leo kumpokea Yesu aingie kwenye maisha yako na akakupatia uwezesho mwingine, akakujaza Roho yake Mtakatifu na maisha yako yakawa mazuri kabisa. Kwa hiyo ninaomba kama utojali ukapiga magoti ili tuweze kuomba pamoja. Asante. Unaweza ukainua tu mkono wako mmoja. Sawa. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Siku ya leo. Naomba unisamehe. Ninaomba unitakase. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Nipe Roho yako Mtakatifu ayatawale maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Sasa watumishi wa Mungu, naomba msogee kidogo. Nataka tufanye maombi kwa ajili ya dada mzuri hapa, na imani nasikia kabisa nguvu za Mungu ziko mahali hapa, na naona kabisa Roho Mtakatifu yupo tayari kwa ajili ya kumhudumia. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umempa neema ya kukupokea siku ya leo. Tazama muda huu amefungua moyo wake ili maisha yake uyatawale Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana dadangu. Lakini zaidi ya yote tunakukaribisha ibadani. Unaweza ukasimama. Siku ya Jumapili tutakuwa na ibada hapo kanisani. Ni hapo jirani tu, mtaa kama wa 3 hivi. Na ibada yetu inaanza saa 2 kamili. Lakini kama utojali, tulitamani tupate mawasiliano yako ili mtumishi wa Mungu atakutafuta, atakuandaa na atakuelekeza. Kama utapata changamoto yoyote kuhusu namna ya kufika kanisani, mtumishi wa Mungu hapa anayo namna nzuri ambayo atakuelekeza ili uweze kufika. Na nakuahidi ya kwamba kanisani kwetu ukifika, lazima maisha yako yatabadilika. Yaani hii nguvu ya Mungu ambayo umepokea hapa ni jambo dogo sana. Utapata mafundisho mazuri, utapata malezi mazuri, na hakika utakuwa vizuri na Mungu ataendelea kukutumia zaidi. Mungu akubariki sana. Amen. Karibu sana kanisani. Amen. Unaweza kumtajia namba zako. 0678 Amina dada. Sawa, Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Sisi tunakutakia wakati mwema. Amina. Amen. 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 Asante. Amen. Nice to meet you. Amen. Bwana sifiwe. Vipi? Pastor. Naam. Shalom Pastor. Bwana sifiwe. Amina. Unaendeleaje tena? Naendelea vizuri. Naam, karibu. Na jambo lolote? Pastor, kwa kweli nina jambo ambalo hilo jambo Pastor, usinione hapa nilipo, linaniumiza sana moyo wangu. Moyo wangu umekuwa unaniuma.
nakaribia sasa miaka 30. Lakini kwenye maisha yangu mimi mpaka sasa wakati huu sijaolewa na sijui tatizo ni nini, na natamani sana kuolewa na yani shida yangu hii nimekuwa nikiteseka nayo na sina pa kuipeleka. Hilo ndio lilikuwa tatizo langu kubwa ambalo linanisibu kwenye maisha yangu la kutokuolewa. Sawa. Sasa Tekla, jambo moja ambalo unatakiwa kufahamu kwamba Mungu ili akupe mtu sahihi lazima kwanza uanze wewe kuwa sahihi. Maanake Mungu anaangalia tabia ulizonazo. Mungu anaangalia namna ambavyo unaishi na watu. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anayafanya ili aweze kumwamini mtu, kumpeleka kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vya kubadilisha kwenye maisha. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuliangalia ni namna unavyoishi na watu, namna unavyozungumza na watu. Kwenye Biblia kitabu cha Isaya sura ya 6, maandiko yanamtaja mtu mmoja anaitwa Isaya kwamba alikuwa na midomo michafu na alikuwa anaketi katikati ya watu wenye midomo michafu, na hiyo ilimsababisha Isaya aweze kukosa kabisa ile neema ya Mungu ya kutumiwa, na ndio maana walimsafisha kinywa chake. Kwa hiyo kuna tabia vimaneno na watu wengine ambavyo vinawasababisha watu wengi wakakaa bila kuolewa. Pastor, yani kiukweli yani kuhusu swala kweli la kuongea hapo, Pastor, umenigusa kabisa. Okay. Yani mimi maisha yangu nimekuwa nikijitahidi nisiongee nashindwa, yani nimekuwa ninaongea kupitiliza. Kila ninachojaribu yani nasema kabisa safari naacha kuongea, lakini imekuwa ni mtihani kwangu, yani siwezi kuishi bila kuongea. Nimekuwa naongea kupitiliza kiasi kwamba mtaani hakuna mtu asiyenijua. Yani mimi kila sehemu nikipita watu wanasema yani yule dada anaongea sana, lakini sasa mimi nakuwa yani sio kwamba napenda, lakini nakuwa sielewi nini ambacho mimi kinanikuta. Usijali. Tatizo alijawa tatizo. Kama ukilitumia tatizo utatua tatizo. Tatizo lolote ukilitumia kutatua matatizo haliwi tatizo tena. Ndio maana ukisoma kwa habari za Musa, alikuwa na tatizo, changamoto ya hasira, lakini Mungu aliitumia ile changamoto ya hasira kuweza kuwasaidia watu wa Israeli kuokoka, akawa mkombozi wao. Kwa hata wewe tatizo lako unaweza ukalitumia kutangaza habari njema. Unaweza ukatumia kinywa chako hicho cha kuongea sana, ukaongea na watu ambao unafanya nao kazi, ongea na watu ambao unaishi nao, watu ambao unatembea nao. Wale watu unaweza ukawapa habari njema kwa kinywa chako hicho hicho. Kwa hiyo mimi ninatamani ubadilike, na kama uko tayari mimi nitakuombea. Mungu atakusaidia tabia ulizonazo na utakuwa sawa. Pastor, niko tayari kubadilika. Okay. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo ninabadilika tabia nilizonazo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba unisaidie katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamwombea Tekla, yeye pamoja na maisha yake, yeye pamoja na kile ambacho mkienda. Tabia ya kuongea hovyo ninaikemea na kuiharibu katika jina la Yesu. Tabia zote zisizofaa hazitamtawala katika jina la Yesu. Awe mtu sahihi ambaye atapendezwa na wewe kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Pastor, kweli nitaolewa? Utaolewa. Yaani changamoto imeisha. Hakuna kitu chochote ambacho kinashindikanika kama tabia zako zimeshakaa vizuri. Kwa utapata mume sahihi na utafunga ndoa hapa kanisani. Tutakusherekea. Hongera sana. Asante Pastor. Amen. Asante. Aya Pastor, mimi naenda kuendelea kufanya usafi. Sawa, nenda tu mkafanya usafi na nitakuja baadaye, nitapita niwaone. Sawa. Mungu abariki. Asante. Lakini nahisi kuna kitu hakiko sawa. Ninasaidia maisha ya watu, wanaoa, wanaolewa, lakini mimi bado niko vile vile na natakiwa kuoa. Na hii changamoto ya kuwa mchungaji kijana kama hivi na bado sina mke, nahisi kama kuna kitu kinapungua. Anyway, ni sawa, natakiwa kuoa, lakini tampata wapi? Tampata wapi mtu sahihi? Hapa kanisani kama sioni mtu wa kumuoa. Na hapa ndipo nayakumbuka yale maneno ya yule mwimbaji Boni Mwaitege aliyesema mke mwema anatoka kwa Bwana. Sawa. Kwa hiyo Bwana atanipa mke.
Hongereni. Mchungaji. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Unaendeleaje Neema? Naendelea vizuri. Ndio. Mchungaji, nilikuwa na tatizo kidogo. Nimechaguliwa kwenye maombi, kuongoza maombi Jumapili hii. Sawa. Hivyo nilikuwa naomba unisaidie kama unaweza kunisaidia prayer point za kusema. Okay, prayer point za kesho, si ndio? Sawa. Sasa tufanye na mtu mmoja. Na nahitaji nichukue namba yako nitakutumia kwenye WhatsApp. Sawa. Nipatie tu namba yako. Unaweza kunisaidia kuandika. Nakutumia kwenye WhatsApp na baada ya kuwa umeyapata utayasoma na baadaye utatumia hayo. Sawa, hamna tatizo. Asante. Asante. Haya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Wakati huu ni muda wetu mzuri ambao nitaenda kukaribisha wageni wote. Naomba nitambue uwepo wa wageni waliotufikia siku ya leo. Kama upo hapo ulipo, nitaomba unyoshe mkono au utasimama. Naomba tu usimame moja kwa moja. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Amen. Karibu mgeni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Suzi, natokea hapo mtaa wa Jukati. Mimi nilikutana na watumishi wa Mungu, walikuwa kwenye ushuhudiaji, wakanishuhudia na mimi nikaokoka. Kwa nimefurahi kuja kuabudu na nyinyi. Amen. Wangapi tunamfurahia mgeni jamani? Mgeni wetu, ni kuombe tafadhali, kabla hujarudi nyumbani, make sure unaonana na mchungaji wetu wa vijana. Amen. Naomba tutawasiliana basi. Haya. Wasalimie nyumbani. Haya, ufike salama. Haya, asante. Haya. Vizuri. Vizuri. Naendelea vizuri na shukuru Mungu. Nimekutafuta sana bwana. Na nilikuwa natamani kukuona. Ndio. Kama unavyojua, kwa kweli sidhani kama kuna mwanamke mwingine nimewahi kumpenda zaidi yako. Na kwa majira haya sasa sasa hivi nataka nikuoe kabisa ndoa ya kanisani. Kwa hiyo nimekuja sio tu kuja kuabudu, nilipewa namba yako na mtu mmoja huko, nataka nikuoe tena. Nataka nikuoe kabisa. Kwa hiyo nimekuja, nataka nikuoe. Ni sawa, lakini nilikuwa naomba tumshirikishe kwanza mchungaji, kama itakuwa jambo baya sana. Naomba tumshirikishe mchungaji ili aweze kutupa baraka zake tuweze kulifanya hilo jambo. Kwa kuwa nimeamua, haina shida. Tupange tu ratiba vizuri, utaniambia tukamwone mchungaji. Sawa. Kabisa Pendo. Haya Pendo, kwa heri. Tutaonana, tutawasiliana Pendo. Sawa. Haya. Suzi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hongera kwa kunivumilia kidogo. Kuna mambo nilikuwa naweka sana vijana kule. Binafsi tumefurahi kukuona na sisi kama kanisa tumefarijika sana. Kikubwa tu, hebu niambie maendeleo yako toka tumekutana siku ya jana, tumefanya maombi, sasa hivi unaendeleaje? Sasa hivi naendelea vizuri. Ndio. Sisi tunamshukuru Mungu, tunaweza hata kunena kwa Wow, atukuzwe Mungu na nikuahidi kabisa. Ukiendelea kufika mahali hapa kanisani, kwa kweli kuna mafundisho mazuri na Mungu atakujenga zaidi, kwa sababu baba yetu ni mzuri na neno linalotokea hapa linalotolewa mahali hapa
ni neno ambalo limeshiba kwa kweli, lazima utakuwa tu kiroho. Lakini nina ombi moja, siku ya kesho Jumatatu huwa tuna ratiba ya kukutana vijana hapa kanisani kwa ajili ya kujadili na kupata mafundisho kadha kadha ambayo yanatuhusu sisi kama vijana. Kwa hiyo na imani pia kwa kuwa pia umempokea Yesu, yatakufaa sana na utakuwa mtu bora kadri siku zinavyozidi kwenda. Basi Mungu akubariki sana Suzi. Hope tutakutana kesho. Amen. Karibu sana. Amen. Sana kutokea wakati mwema. Amen. Sana. Kumbuka, unatakiwa kuhakikisha ndoa kati ya Rich na Pendo haifanikiwi na unatakiwa kuivuruga kanisa la Pastor TB. Amen. Bwana asifiwe. Nashukuru. Unaendeleaje Pendo? Marahaba. Marahaba. Karibu sana. Asante. Ndio. Baba, nimekuja na mambo mawili hapa. Jambo la kwanza, namshukuru Mungu, lile tatizo ambalo liniombea, nimeenda kupima, nimepona kabisa. Umepona HIV? Ndio, nimepona. Ha? Wow. Na matokeo ndio hapa, nilikuwa hospitali. Okay. Haya ndio matokeo. Ndio. Haya negative. Wow. Oh, utukufu kwa Bwana Yesu. Na mimi umempenda Mungu sasa. Nimempenda sana. Kipindi na kuombea mwanzo ulikuwa una wasiwasi kidogo. Ndio. Huyu ndio Mungu wetu. Na nilijua tu kwamba hiki kitu kitatokea. Nashukuru sana. Asante sana. Jambo la pili? Jambo la pili, nimekuja na rafiki yangu leo. Anaitwa Richard. Anaitwa Richi. Ndio. Kama niliwahi kumuona kanisani. Ndio, alikuja. Ila ukupata nafasi ya kujitambulisha. Nilikuja siku moja. Ila sikujitambulisha. Sawa. Nilikuwepo tu kanisani. Sawa. Waliwahi kuwepo. Okay. Ndio. Karibu sana. Nashukuru sana. Hongera sana kwa kufanya maamuzi ya kuja kanisani. Asante sana. Baba Richi ni mtu ambaye nafahamiana naye muda mrefu, ni rafiki yangu, lakini pia amekuja na aliniletea ombi lake kwamba anataka kunioa. Wow. Naona kuna baraka mbele yetu. Masahani ya wali. Okay, Nikaona si vyema, nikaambia tumshirikishe kwanza mchungaji. Kwa ndio tumekuja ili tupate baraka zako. Sawa. Mimi sioni kama kuna shida. As far as mmeshaongea na meridhia na sioni shida yoyote kati yenu. Kwa mimi nitakachokifanya nitawabariki tu. Tatamka baraka kwenu. Ninaamini kuanzia leo mtafanikiwa kwenye swala letu. Hii harusi inaenda ndugu zangu. Tutaifanya na tutakula ubwabwa. Sawa Rich? Karibu sana. Nashukuru sana. Okay, mimi naomba tu niwaombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako, asante kwa ajili ya Richard, asante kwa ajili ya Pendo. Natamka baraka kwenye maisha yao. Natamka baraka kwenye ndoa. Mungu wa mbinguni awabariki. Mtakapolianza hili jambo na mtakavyolimaliza, muwe na heri kule mnakoenda na mfanikiwe katika kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Asante baba. Sawa. Tunashukuru sana mzee. Okay. Tuko pamoja Lichi. Una kitu kikubwa sana ndani yako. Utakuja kuona tuko baadaye. Una kitu kikubwa sana. Amina sana. Amen. Tunashukuru sana. Asante. Asante. Haya. Mtukufu mwenyekiti, nimetimiza agizo lenu la kwanza la kuingia katika kanisa la Pastor TB na kuweza kupata kibali kwa waumini na kanisa zima. Hongera sana Malkia. Kiribwino, kiribwino. Yebo mkuu, yebo mkuu. Asante sana. Asante sana. Taji, mambo yako vizuri yote? Tunashukuru sana. Mambo yanaendaje lakini? Tunashukuru. Mko vizuri? Mambo yako vizuri. Tunashukuru sana. Ndio. Kazi zinaendaje? Kazi zinaenda vizuri. Mambo yanasonga? Mungu ni mwema. Kila kitu kiko sawa? Kiko sawa kabisa. Simoni mama, yuko mama
Mama yupo. Yupo. Alikuwa na shughuli zake ndogo ndogo hapo. Sawa. Sawa. Poleni na safari pia. Kwa kweli tunashukuru. Sawa. Ingawa foleni ni kubwa, lakini Mungu ni mwema. Okay. Angalau tumefika. Sawa. Majukumu mengine yanaendaje? Sasa yako vizuri. Shemeji. Salama bwana. Mambo yanaendaje? Asante sana. Sawa, salama kabisa. Tunashukuru sana. Kazi inaendaje? Mko vizuri? Mungu ni mwema. Familia mko salama? Tuko salama, karibuni. Asante sana. Kwa kweli Mungu ni mwema, tumepata leo nafasi ya kuja kabisa. Bwana bwana mkubwa, kama ambavyo tuliongea. Sasa nilikuwa nimekuja ni vizuri kwa sababu nimemkuta na mama ili angalau amfahamu. Bana nina mpango wa kuoa kama ambavyo tuliongea kwenye simu. Shem atakuwa wifi yako, msio muda hapa bana. Kila kitu kitakuwa vizuri. Angalau timu inaongezeka kidogo. Bora umeniletea company. Kabisa, maana ukaa mwenyewe unajua sisi tuko busy sana. Mambo hayapatikani hapa, kupatikana mjini mara chache sana. Kwa ni vizuri angalau nimekuja hapa. Bwana mkubwa, kama ambavyo tuliongea, kwa sababu wewe tayari una udhoefu kwenye mambo ya kikanisa hapa, unajua taratibu za hapa na pale. So nataka unisimamie. Nataka jambo langu liwe la uhakika. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mambo ya kamati na kila kitu hapa, ili angalau kitu kiende vizuri. Kwa hiyo nataka unisimamie kwenye jambo langu hili la ndoa. Tumeshaenda tayari kwa mchungaji. Sasa mambo yameshaanza kuiva. Unajua nimesitisha kabisa mambo yangu kabisa ili nihakikishe hili jambo limetulia na limekubali. Kwa hiyo wewe kwa sababu tayari ulipita huko, kwa hiyo nimeona vizuri angalau kidogo wewe unayajua haya mambo kidogo rafiki yangu. Halo, umefanya jambo jema sana. Kama ulivyokuwa umenipigia simu. Ndio. Nimelipokea jambo lako kwa furaha sana. Na nitahakikisha nitalisimamia. Nitakuelekeza jinsi mambo yanavyoenda. Kwa sababu kuna utaratibu na process mbalimbali ili likamilike vizuri. Asante, nitashukuru sana bosi wangu. Nitashukuru sana. Kiukweli hapa itakuwa imekaa vizuri. Bana ni hilo. Tumeona wakati kuna mahali tulikuwa tunaelekea. Kwa tukasema kwa sababu tulikuwa tumewasiliana, tumeweka hii makubaliano kukutana hapa, angalau tuliweke sawa. Kwa hiyo mimi nadhani angalau tumeliweka sawa kwa kukutana. Unajua simu peke yake haitoshi. Kabisa. Tumekutana hivi. Tusichukue muda mwingi sana. Si unajua kuna mahali inabidi nielekee kidogo, kuna jambo nataka nikalikamilishe. Ndio. Ili mambo yaendelee kae vizuri. Sawa. Sasa nadhani kwa sababu tumefikia mwisho, ruhusu tuondoke rafiki yangu. Karibuni sana. Vipi lakini mambo yako ya biashara yanasonga? Yako sawa. Mzigo wako ulifika salama? Ulifika salama. Sijua mambo ya biashara yanakuwa mengi kweli. Mengi sana. Lakini Mungu ni mwema kwa kweli. Sawa bwana DJ. Nashukuru sana. Bana sisi tuondoke. Sawa. Jide bana kila kitu. Shem. Muwe na wakati mwema. Sisi tuwaache sasa rafiki yangu. Tunashukuru sana. Wakati mwingine tutakuja. Kabisa usijali. Wakati mwingine tutakuja. Asante. Tajiri. Naam tajiri. Bana wacha sisi tuondoke. Ndio. Ili tuweke mambo vizuri mengine sahihi. Okay. Shem. Uwe na wakati mwema bana. Haya bana, kwa siku njema. Mwenda siku njema. Karibuni tena. Kwaheri. Kwa hiyo Bwana Richi ameamua kumwoa huyo mwanamke. Kuna shida? Hamna shida. Hamna shida mke wangu, hamna shida. Mimi naona ni jambo jema kabisa. Okay. Na umefanya vizuri. Sawa. Hata hivyo kama kiuchumi yuko vizuri. Umri na yenyewe uko unaenda. Ni kweli. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa kweli. Ni kweli, ni jambo zuri, Jambo zuri. Aisee, ongera yake. Sawa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Ongeleni sana kwa kuwahi siku leo. Siku yetu ya mafundisho kwa vijana. Na leo natamani tungepata feedback kidogo kwa kile ambacho baba yetu alitufundisha siku ya Jumapili iliyopita. Kuna somo zuri aligusia na hisi wote mnalikumbuka kuhusiana na hatari za zinaa. Sasa natamani walau kila mmoja angesema kwamba kitu gani ambacho alikichukua na anahisi amekiingiza katika fahamu zake na atakifanyia kazi. Mtumishi wa Mungu karibu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi ambayo nikichukua cha mtu angekuweka kwenye Mungu ni kwamba baba alifundisha akasema kwamba zinaa ina uwezo wa karibu mwili. Okay. Kwa mfano, zinaa inaweza sababisha mtu akapata magonjwa, akapata mimba. Sawa, ina maana magonjwa, mfano mtu apata maambukizi ya virusi, mambo kadha kadha hayo kutokana na kutotunza mwili wake pia, si ndio? Asante sana. Pastor? Nimejifunza kwamba zinaa inaharibu nafsi ambapo hupelekea maisha ya mtu kuharibika kwa ujumla. Sawa. Na maana nafsi ikiharibiwa, maisha yamefanyaje? Kwa sababu kuna kitu baba aligusia kwenye nafsi kwamba tunaangalia kuna akili, kuna utashi na nini? Na hisia. Ina maana vikiharibika, nafsi ikiharibika, vyote vimefanyaje? Vimeharibika. Wow, vizuri sana. Pastor? Na mimi kitu kingine ambacho ninachokumbuka pastor alikizungumzia siku ya Jumapili. Ndio. Alisema kwamba zinaa inaharibu mahusiano kati ya mimi na yeye Mungu. Mahusiano kati ya mtu na Mungu. Wow. Ina maana ili kutunza mahusiano kati na Mungu ina maana ujiweke mbali na nini? Na dhambi. Sasa nini? Zinaa. Wow, karibu sana. Suzi. Wow, tumefurahi kukuona. Naendeleaje? Wow, karibu. Umekuta tulikuwa tuendelea kidogo. Tulikuwa tunakumbushana kile ambacho baba alitufundisha hapa wiki iliyoisha ibadani kuhusiana na zile hatari za zinaa. Kwa hiyo nahisi pia na wewe ulikuwepo ibadani, kuna vitu ulijifunza vizuri sana, si ndio? Wow, karibu sana. Lakini watu wa Mungu mnaonaje? Kwa sababu naona muda wetu tumeenda kidogo, lakini nilitamani tusiishie tu leo kufundishana tu vya kukumbushia. Mnaonaje kama tukapata walau muda mfupi tukaenda kushuhudia watu? Ni jambo la msingi sana mchungaji. Kwa sababu nakumbuka kupitia ushuhudiaji leo hii tumeongezeka, tunaye Suzi pia hapa ambaye tuko naye. Lakini naamini pia leo tukijipa muda walau nusu saa hivi tunaweza tukalitumia vizuri, tukaongeza vijana. Unajua vijana ndio nguvu kazi ya kanisa. Ina maana tusirizike tu kukaa sisi kama sisi hapa tumeokoka, alafu kuna watu kule wapo duniani. Kwa hiyo nahisi tungegawana hapa watu magroup kadhaa ili twende tukashuhudia kule. Nahisi mimi nitaenda na Suzi. Alafu pastor hapa. Nahisi je, mtaenda hivi, si ndio? Tutakutana baadaye. Amen. Sasa Mungu abariki. Nahisi tusimame tumshukuru Mungu. Baba, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu tunapotoka mahali hapa kwenda kutafuta watu wako kwa ajili ya programu ya ushuhudiaji. Tukaone watu watufunguliwa, tukaone watu wanabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi, nashukuru. Naona nimeshapona nyumbani na mimi naweza nikarejea pia nyumbani. Amina. Mungu akubariki sana. Lakini of course ninaona muda umeenda sana, lakini unaonaje ukapata walau maji kidogo tu? Unajua kazi ya ushuhudiaji ni kubwa na isitoshe tumefanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu na Mungu ametuonekania. Unaonaje kwa dakika walau 2 ukapata maji ya kunywa kidogo, ili unapoenda basi hiyo safari uende kiwa vizuri? Sawa, hamna shida, nitapata tu maji hapo nitaenda. Wow, karibu sana. Haya, asante. Karibu. Karibu sana. Asante. Wow. Naweza nikavua viatu? Ingia tu hivyo, hamna shida. Hamna shida. Nikamba vitu hapo. Mtukufu mwenyekiti, tumefanikiwa. Nimeweza kuliangusha kanisa la Pastor TB. Nimeweza kulala na viongozi wake wa kanisa na kuangusha katika zinaa, na sasa kanisa halina nguvu. Hongera sana Malkia. Sasa unaweza kwenda kumwekea Pendo roho ya kuyarudia matendo yake ya nyuma, na zimesalia siku 7 tu tumchukue Rich kwa njia ya ajabu. Tusherehekee. Kiribwino. Yebo mkuu. Kiribwino. Yebo mkuu.
Binti yangu vipi? Safi, shikamoo. Mama, jambo. Jambo. Majukumu yanaenda lakini. Nimeenda. Mpaka nimefika hapa nilikuwa kuona kama uko mbali. Kiukweli binti yangu, na baadhi ya vitu vinanichanganya sana. Hasa kuhusiana na swala langu lile la ndoa. Yaani sasa ni wiki kama ya pili. Tunaelekea kwenye ukamilisho wa ndoa, lakini namtafuta simpati kabisa. Najaribu kuwatafuta baadhi ya mahali ambapo naweza nikamwona, ila sijamuona kabisa. Kwa kweli inanichanganya sana, na sikia bana amesharudia zile tabia za zamani. Kwa kweli imenivunja moyo, yani basi ameniumiza sana. Pole, lakini unakumbuka kwamba umemtafuta kweli wiki mbili? Nimemtafuta sana. Yani umejaribu kwenda labda kanisani kuulizia labda ameenda kwenye ibada au ampata tatizo? Yani hata sielewi, kwa sababu watu wanasema ameokoka, lakini kama anafanya yale yani hata sisikii tena moyo wa kwenda kanisani, kwa sababu kama alisema anaenda kanisani lakini amerudi kule kule, yani sisikii tena hata hamu ya kwenda kanisani kabisa. Lakini lazima tuende kanisani. Si unajua tena tuenda kanisani tukapokea Yesu. Wewe pamoja na mama mkatangaza ndoa. Na unamkumbuka yule mchungaji kiongozi wa kanisa? Pastor TB. Si anajua ndoa yako pamoja na mama? Namkumbuka na najua, lakini unajua kwa sasa hivi bana, nadhani nitulize kwanza akili. Nitakuwa tunafuatilia kama hivi. So unajua hapa kwenye TV tu nimekaa nyumbani, nitakuwa nafuatilia kidogo, labda nitulize kwanza kichwa, maana mambo yachanganya kidogo. Mimi na wazo. Kwa sababu utakuwa unanipeleka kanisani. Takiwa tukienda utaenda kanisani. Uende ukaongee na yule mchungaji kiongozi, uende hata akakusaidia. Itawezekana kweli? Inawezekana. Labda. Sawa. Tajaribu. Subiri labda tuone. Ila sawa, tuone. Ngoja tuone wiki hii. Jumapili hii tuende tukajaribu, labda Mungu atasaidia. Sawa bana binti yangu. Sawa, nilikuwa namaliza kufanya usafi. Sawa, vipi chakula karibia sasa eti? Mama njaa tayari mwanzo. Basi sawa. Binti yangu. Viongozi wangu nimewaita hapa. Naona kuna mambo hayako sawa. Na nimeangalia kwenye upande wa mahudhurio ya watu, kuna vitu haviendi. Hizi wiki kadhaa naona mambo hayaendi kabisa. Watu wanakuja kwa kuchelewa kanisani, ratiba haziendi kama zinavyotakiwa. Ratiba zetu za zone hazifanikiwi. Kwenye maombi tumekuwa nyuma. Yaani kama vile kuna mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo nimewaita kama watu wangu wa karibu ili waweze kusikia labda kuna nini. Mbona kama vile vitu vimeslow sana dawa. Sasa kuna chochote ambacho labda unaweza ukazungumza? Kwa kweli baba, kwa upande wangu ninaomba tu niwe mwazi. Kwa kweli niseme tu nimeanguka. Nakumbuka ile siku ambayo tulikuwa kwenye ushuhudiaji. Tumekutana vizuri kanisani vijana, tumejifunza neno. Lakini wakati tumeondoka, mimi nilikuwa nimeondoka na Suzi yule binti mgeni? Ndio Suzi. Mimi nilikuwa nimeondoka naye, tumeenda tumefanya ushuhudiaji vizuri. Na tumemaliza kweli, tukawa tumefanya ile kazi ya Bwana, watu wamebarikiwa, wameokoka. Sasa wakati tunaagana pale, tulikuwa tupo maeneo ya mtaani kwetu. Nilikuwa nimemkaribisha nyumbani kidogo tu mara moja, kwa nia njema. Afike nyumbani mara moja, apate maji ya kunywa, then aondoke. Lakini nashangaa sijui katokea nini. Kwa hiyo ile ameenda nyumbani, yani sijui hata nini katokea baba. Tumeingia ndani, yani ndio hivyo baba, kama bahati mbaya tukawa tumezini. Sasa toka hapo yani nimepata hatia, yani siwezi kufanya jambo lolote la kimungu. Nimekuwa mzito kufanya mambo ya shughuli za kanisa, kwa hiyo naona mambo yangu yameharibikiwa kabisa baba. Jamani, hadi wewe mchungaji. Mimi pia jioni wakati narudi kwenye ushuhudiaji nimeachana na Apollo. Suzi akawa amepita mtaani kwetu, nikamkaribisha. Suzi huyo? Suzi huyo baba akapita nyumbani kwetu, nikamkaribisha tu ndani mara moja.
aisee, kilichotokea sikutarajia baba kama kitatokea. Nikajikuta nimeanguka naye dhamini. Okay. Biblia Takatifu inaongea kwa habari ya nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Kwa hiyo viongozi wakishakuwa wamepigwa na adui, kondoo wanatawanyika. Kuna vitu vinaanza kwenda tofauti, na ndio maana mambo hayaendi sawa. Kwa hiyo haina shida. Mungu amelijenga kanisa juu ya mwamba, na wala malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Ndio maana nimewaita hapa, na nitaomba tu muweze kuwaita wale vijana maombi. Nataka tuombe. Naamini kila kitu kitakaa sawa. Mungu atawasamehe na hamtakuwa tena na changamoto kama hii. Nitetu wale vijana tuombe na kila kitu kitakuwa sawa. Naomba hivyo baba. Sawa. Karibuni watumishi wa Mungu. Unaweza ukasogeza hicho kiti, sogeza huko. Alafu nimewaita kwa ajili ya maombi, na tunataka tuombe kwa ajili ya kanisa. Kuna vitu haviko sawa. Tutaomba na mtaona nguvu ya Mungu kesho Jumapili ikifanya kazi, kwa sababu kanisa haliwezi likavurugwa na shetani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa. Ninatamka neno la nguvu tena kwao, kile ambacho kimekosekana kwao, katika jina la Yesu Kristo. Ninalikemea pepo la zinaa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wache kwa jina la Yesu. 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 Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, asante. Makosa tarabaya, mantaraba kusha, makosika mando roho sika mantaraba koyata mashakata yaba, katika jina la Yesu. Baba, asante. Makosika tayaba maroziliata mashakadiada mento sikaya manto siliata makapalia suta mashakataya matorika parasia makoshataya manto roho sika mashakatuyata mantarabasuta, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa wetu tena tuende kuingia kwenye kipindi chetu cha maombi. Ningependa kila mtu asimame tuende kuingia kwenye kipindi cha maombi. Ombi letu hasa ambalo tunaenda kutaka uwepo wa Mungu kwenye ibada ya leo. Tunataka udhihirisho wa Mungu kwenye ibada yake siku ya leo. Tamani sana usiondoke kama ulivyoingia. Tamani Mungu akuhudumie. Tamani Roho wa Bwana ahudumie maisha yako katika siku ya leo. Twende mbele ya Mungu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa baraka zako. Asante Bwana kwa ukuu wako. Baba, tunakuita tena wasahau. Tunatamani Bwana ibada yako leo. Tuone nguvu zako. Tuone udhihirisho wako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Tunatamani Roho Mtakatifu akuhudumie. Tunatamani Roho Mtakatifu tukane na wewe. Tunatamani Roho Bwana tukane na wewe. Tunakataa kuondoka hapa. Tunatamani nguvu zako zikadhirike. Tunatamani tuone uwepo wako. Bwana Yesu, asante. Tunakuita wewe tena. Tunatamani baada ya nguvu zako Bwana. Uwepo wako ni muhimu Bwana. Tunatamani kuona wewe. Tunatamani kuona wewe. Roho Bwana zimiliki. Bwana. Neno lako sasa likamilike. Neno lako katika leo. Tunatamani asante Bwana. Asante. Amen, watu wa Mungu. Viongozi wa safari. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na maombi na leo Mungu anataka afanye jambo kubwa sana maishani mwako. Leo Mungu anasema na mimi kwamba kuna kitu ambacho anataka akifanye katika kanisa. Kwa hiyo nakuomba hapo ulipo uendelee tena kukaa katika uwepo wa Mungu. Tutafanya maombi na kila mtu ataona mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila mtu nyosha mikono juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuomba leo. Moto wako. Moto wako. Na nguvu zako. Sionekane. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anza kuomba. Asante kwa sababu
Haya, wewe ambaye umekaa ndani ya huyu binti, ninakuamuru katika jina la Yesu, wewe ambaye umefanya kazi na huyu binti, ufalme ambao umefanya kazi na huyu binti, katika jina la Yesu, toka macho, wacha, wacha laka, wache. Haya, nini binadamu? Wewe nani? Unatoka wapi na umetumwa na nani? Unatoka wapi na umetumwa na nani? Inaongeza moto? Unatoka wapi na umetumwa na nani? Tumetumwa na kiongozi. Kiongozi nani? Tumetumwa na bibi. Umetumwa mfanye nini hapa? Tulipa maelekezo. Maelekezo ya kufanya nini? Haribu kanisa la Pastor TB. Hebu wote ubeba ninakutenga na ufalme huo wa giza. Ninakutenga na huo ufalme wa giza. Nakutenga na ufalme wa giza. Nakutenga. Na watenga maliza kazi. Acha maliza kazi. Kazi ya nini? Na watenga. Nini? Acheni ujinga. Lazima alipotoa. Na watenga. Lazima alipotoa ya pendo na lichi. Kwani wewe ni nani? Umetuma kwenye ndoa ya nani? Ndoa ya pendo na lichi. Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa ninakuamuru ufunge kinywa kuanzia leo. Ninamuita tena huyu binti. Njoo! Toka kwenye ufalme wa giza. Ninakuita tena njoo katika jina la Yesu. Na kila mtu aseme amen. Amen. Huyu binti atamtumikia Mungu kuanzia leo. Na hapo tena kwenye ufalme wa giza katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana Susi. Mungu amekukomboa kuanzia leo. Hautakuwa na maisha ya mwanzo, na tutakuwa pamoja, utajifunza, nitakuombea na maisha yako kuanzia leo yamegeuka. Watu wa Mungu, hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya Susi.